FM Radio Mbeya. Uchambuzi wa magazeti ni kila siku kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 1 kamili asubuhi. Karibu. Tayari imekamilika saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jana Jumapili, Rais wa Rwanda Paul Kagame aliwasili hapa nchini kwa ziara ya kikazi ya siku moja, lakini wamejadiliana kitu gani hasa na mwenyeji wake Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan? Tumejadiliana mambo kadhaa, na kubwa katika hilo ni biashara na uwekezaji ili kukuza chumi zetu. Kwa furaha kabisa niwaambie tu kwamba biashara yetu kati ya Rwanda na Tanzania imekuwa hadi kufikia shilingi bilioni 644 mwaka jana. Jumla ya watahiniwa 133,655 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026 ambao kimsingi unaanza leo Jumatatu kote nchini kwa maana Tanzania bara na Zanzibar. Jumla ya watahiniwa 133,655 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 ambapo watahiniwa wa shule ni 126,578 na watahiniwa kujitegemea ni 7,077. Na hapo baadaye utaweza kusikia kuhusu Wizara ya Ujenzi, kwa maana Waziri wa Wizara ya Ujenzi nchini Tanzania Abdallah Ulega amesema vijana walioanza ajira karibuni na wale wanaojiajiri watapewa kipaumbele katika kupewa nyumba za gharama nafuu zilizojengwa na serikali jijini Dar es Salaam. Hapa hizi tunaanza na vijana, lakini wanaoingia katika utumishi wa umma ndio tunaanza nao. Mpango mpana wa dira ya Rais Dr. Samia si tu wale watumishi, lazima pawe na mahala pa kuanzia. Mahala pa kuanzia ndio tumeona kwamba tuanze na nyumba hizi ambazo zitachukua familia 144. Hakika msikilizaji, natumai hujambo popote pale ambapo unasikiliza Biggest FM. Karibu kwenye kipindi cha Ukurasa Mpya, kipindi ambacho husheheni taarifa na matukio mbalimbali tokea nchini Tanzania. Kama ilivyo kawaida, utaratibu wa matangazo haya una nafasi kubwa na muhimu ya kuniandikia maoni yako kupitia 0676220022 nami nitasoma hapo baadaye. Kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Fredrick Kikurwa na hii ni Biggest FM 106.5 moja kwa moja. Unatusikiliza vizuri kutokea Mbeya, Tanzania. Karibu tuanze uchambuzi wa ripoti zetu, na tunaanzia kule mkoani Tabora kwa siku ya leo, ambapo wakulima na wafugaji wa kata mbili za Itundu na Kapilula katika wilaya ya Urambo mkoani Tabora wameingia kwenye mapigano na kusababisha kujeruhiana, na hii ni baada ya kata hizo mbili kuwekeana mipaka ya kutoingiliana katika malisho ya mifugo mengi. Na leo na Adipita changamoto ya migogoro baina ya wakulima na wafugaji iliyotajwa kuwa ya muda mrefu katika kata za Itundu na Kapilula zilizopakana, ambapo wafugaji na wakulima wa kata hizo waliwekeana maazimio ya kutoingiliana kimalisho, huku wafugaji wa Kapilula wakivunja maazimio hayo, jambo lililosababisha mapigano. Mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Mkanaji ametoa agizo la wafugaji kwa umoja wao walipe hasara walioisababisha kwenye mashamba ya wakulima. Ya wakulima na wafugaji kutoka Kapsula kwenda Itundu. Jana kuna mkutano wa hadhara pale, tulizungumza baadhi ya mambo. Tuliunda kamati mbili, moja ilianzia Kapsula, nyingine ya Itundu. Nami niliongozana na kamati ya Itundu kwenda kuangalia athari kwenye mashamba ya wakulima ambayo yalisababishwa na mifugo ya wenzetu wafugaji. Kwa tumeona athari, tumewacha wataalamu wetu hasara itakayokuwa imethibitika, basi wafugaji wakae kwa ujumla wao walipe. Kama hawatalipa, wafugaji wa Kapilula wasiende Itundu. Baada ya ripoti hiyo ya mkuu wa wilaya pamoja na maagizo aliyoyatoa, nimewatafuta madiwani wa kata za Itundu na Kapilula, ambapo diwani wa kata ya Kapilula Selemani Kalukanya amesema katika mapigano hayo yalisababisha wakulima na wafugaji kujeruhiana kabla ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio. Wananchi wakaazimia kwamba mifugo isitoke kata nyingine kuingia kata kwa mapigano yalianzia hapo baada ya kuwa wafugaji wamepeleka kule kwa ajili ya malisho na kunywesha maji, na wakulima wakule walishaazimia hawahitaji mifugo kutoka kata hii. Mchungaji mmoja alijeruhiwa sana, maji alikatwa panga kichwani. Jeshi la polisi lilifika hapo kalala chini. Pia kuna wakulima wengine nao waliumia kwenye yale mapigano. Kwa upande wake diwani wa kata ya Itundu
Sylvester Ilagila amesema wao kama viongozi wa kata hizo mbili wameendelea kuhimiza amani na upendo baina ya jamii za wakulima na wafugaji, wakizingatia heshima na mipaka yao pamoja na mali za wenzao. Sisi tukikaa kwa umoja, kwa upendo, kwa ajili ya kusuluhisha migogoro hii, mambo yote yanaweza kukaa sawa na maisha mengine ya kawaida yakaendelea kama zamani. Na ndio lengo letu sisi kama viongozi, kwamba tunajitahidi kuwaunganisha wakulima na wafugaji ili kujiona wote ni jamii moja na tunapaswa kuishi kwa amani na utulivu. Ila kila mmoja inabidi azingatie kuheshimu mali ya mwenzie. Mfugaji na heshimu mali ya mkulima, lakini na mkulima aheshimu mali ya mfugaji. Sisi kwa staili hiyo kama wamoja, maana tutafika mbali zaidi na ubaguzi wetu utaendelea kama zamani. Madiwani Selemani Kalukanya wa kata ya Kapilula na Sylvester Ilagila wa kata ya Itundu kwa umoja wao wamesema kipindi ambacho wanaendelea kuunganisha nguvu kutafuta suluhu kati ya wakulima na wafugaji wa kata zao zilizopakana, wameiomba serikali kujenga miundombinu muhimu ya mifugo ikiwemo majosho katika kata hizo mbili ili kudhibiti mwingiliano. Nikiripoti ukurasa mpya kutoka hapa wilayani Urambo mkoani Tabora, jina langu ni Leonard Peter wa Big Star FM Radio. Taarifa ya Leonard Peter inatufikisha saa 12:06 hivi sasa kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaondoka kule mkoani Tabora, tuelekeze masikio kule mkoani Dar es Salaam, ambapo mapema jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa shirika la umeme Tanzania na shirika la umeme la Rwanda wameingia makubaliano ya pamoja ya kuuziana umeme kwa lengo la kuchochea shughuli za kiuchumi na maendeleo kwa pande zote mbili. Mengi zaidi na Paulo Lugalo kutokea Dar es Salaam. Rais Samia ameeleza hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na mgeni wake Rais wa Rwanda Paul Kagame ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi ya siku moja. Ameongeza kuwa moja ya mazungumzo yake na Rais Kagame yamejikita katika kuzindua mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu ya maji wa Rusumo unaounganisha Tanzania, Rwanda na Burundi ambao unatarajiwa kuongeza upatikanaji wa nishati katika ukanda huo. Kwa upande wa nishati, tuna mradi wa pamoja kati ya Rwanda, Burundi na Tanzania. Huu ni mradi wa umeme wa maji wa maporomoko ya Rusumo ambao unatuzalishia umeme megawati 80 na tumekubaliana sasa tukauzindue rasmi. Umeshaanza kazi lakini tukauzindue rasmi. Pamoja na hayo, kuna makubaliano ambapo shirika letu la umeme TANESCO na shirika la umeme la Rwanda REG wataanza kuuziana umeme kwa ajili ya kuchochea zaidi maendeleo ya kiuchumi. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Rwanda umeongezeka kwa kasi na kufikia shilingi bilioni 644 kwa takwimu za mwaka 2025. Tumejadiliana mambo kadhaa na kubwa katika hilo ni biashara na uwekezaji ili kukuza chumi zetu. Kwa furaha kabisa niwaambie tu kwamba biashara yetu kati ya Rwanda na Tanzania imekuwa hadi kufikia shilingi bilioni 644 mwaka jana, lakini pia kuanzia mwaka 97 mwezi Machi hadi mwezi Machi mwaka huu, mamlaka ya uwekezaji Tanzania imesajili jumla ya miradi 42 kutoka nchini Rwanda yenye thamani ya dola za Marekani milioni 325.5 ambazo zimeajiri wa Tanzania 2225. Ni mchango mkubwa kwenye uchumi wetu. Aidha, kwa upande wa Tanzania zipo baadhi ya kampuni zilizowekeza nchini Rwanda. Kwa upande wake Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema Tanzania ni kiungo muhimu si tu kwa Rwanda lakini kwa majirani wengine pia. Bandari ya Dar es Salaam ni mfano moja tu wa maeneo mengi ya kiuchumi muhimu sana kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais, tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Tanzania is indeed a key partner for Rwanda. Over the years, we have strengthened our partnership. Ushirika wetu katika sekta mbalimbali na hasa katika biashara na usafirishaji ili kurahisisha
kuunganisha Rwanda na soko la dunia. Itakumbukwa Rais wa Rwanda Paul Kagame amewasili nchini jana Jumapili kwa ziara ya kikazi ya siku moja yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Rwanda. Akiwa jijini Dar es Salaam, Rais Kagame alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu, ambapo wamejadili masuala mbalimbali ya ushirikiano wa pande hizo mbili. Ziara hiyo inalenga kuendeleza na kudumisha uhusiano wa kihistoria uliopo kati ya mataifa haya mawili ambao umeendelea kuimarika katika miaka ya hivi karibuni kupitia mifumo mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo tume ya kudumu ya pamoja. Kutoka Dar es Salaam, Paul Lugalo, Ukurasa Mpya, Big Star FM Radio. Bado tubakie hapo hapo mkoani Dar es Salaam, ambapo waziri wa ujenzi nchini Tanzania Abdallah Ulega amesema vijana walioanza ajira karibuni na wale waliojiajiri watapewa kipaumbele katika kupewa nyumba za gharama nafuu zinazojengwa na serikali jijini Dar es Salaam. Josephat Semba na maelezo zaidi. Akizungumza wakati alipotembelea mradi wa ujenzi wa nyumba 144 za gharama nafuu zilizojengwa na wakala wa majengo ya serikali TBA wilaya Temeke jijini Dar es Salaam, Ulega amesema hatua hiyo imetokana na serikali kubaini changamoto ambazo vijana wanazipitia kwenye kupata nyumba za gharama nafuu kuishi. Nimekuja kuona mradi siku ya leo ya Jumapili, mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambazo ziko hapa Temeke maarufu kama Temeke Kota. Ninatumia nafasi hii kwanza kumpongeza sana mkurugenzi mkuu na timu yake. Nimeuona mradi ni mzuri. Huu mradi una jumla ya nyumba 144. Nyumba hizi 144, 72 ni nyumba za chumba kimoja na sebule na choo, tunaita studio apartment. Lakini nyumba 72 ni zile zenye master na chumba kimoja kidogo na sebule kubwa, yani living room. Hii ni kwa mtu ambaye anaweza kuwa tayari na familia ndogo. Nimekuja kukagua kwa sababu ni kazi ambayo ameielekeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kututuma sisi kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya kutafuta suluhu inayohusu nyumba za bei nafuu kwa wananchi, hususan kundi la vijana. Sasa hizi nyumba zilizojengwa hapa, hizi tunaanza na vijana, lakini wanaoingia katika utumishi wa umma ndio tunaanza nao. Mpango mpana wa dira ya Rais Dr. Samia, si tu wale watumishi, lazima pawe na mahala pa kuanzia. Mahala pa kuanzia ndio tumeona kwamba tuanze na nyumba hizi ambazo zitachukua familia 144 za vijana wanaoanza kazi ya utumishi. Na hii ni maelekezo yetu kwamba, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba sasa TBA wanakwenda kujenga zile za jumla, si tu za watumishi na za vijana wasiokuwa utumishi wa umma. Mathalan, mwandishi wa habari kama wewe unaandika habari, lakini yuko mwingine kijana mchuuzi, na yeye ana haki ya kupata nyumba nzuri yenye stara. Kwa hivyo tutaenda kujenga maeneo kama Magomeni, na ni maelekezo yangu kwamba TBA watafute wabia, kwa maana private sector. Rais Samia anapenda sana tushirikiane na private sector. Amekuwa akitoa msisitizo wa kushirikiana na private sector kwenye nyanja zote. Ujenzi wa majumba anataka tushirikiane na private sector. Ujenzi wa barabara anatusisitiza tushirikiane na private sector. Vivuko tushirikiane na private sector. Kama dunia inakokwenda huko, hatuwezi kufanya yote sisi wenyewe katika serikali. Kati ya nyumba hizo 144 zinazoendelea kujengwa, 72 ni nyumba za chumba kimoja, sebule, jiko na choo, na 72 nyingine ni nyumba za vyumba viwili ambapo kimoja ni self contained, sebule, jiko na choo cha pamoja. Ulega amesema mpango huo utaendelea kupanuliwa katika mikoa mingine, ikiwa ni sehemu ya dhamira ya serikali kuhakikisha vijana wanapata makazi bora na nafuu kwa awamu na kwa usawa katika maeneo mbalimbali nchini kulingana na mahitaji. Josephat Semba, Ukurasa Mpya, Big Star FM Radio, Mbeya. Taarifa ya Josephat Semba inatufikisha saa 12 na dakika 14
kwa saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kuisikiliza Biggest FM na kipindi hewani ni ukurasa mpya. Endelea kuniandikia maoni yako kupitia 0676220022, lakini pia 0741204204 nami nitasoma hapo baadaye. Bado tunasonga mbele. Jumla ya watahiniwa 133,655 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 mwaka huu ambao unaanza leo Jumatatu kote